Haya, katika kusonga mbele na sehemu ya pili, picha inaitwa Love in Time. Tuna Jovi Studio. Jamaa anapatikana ndani ya Morombo pale mji mpya. Haya, kwa uzaji wa movie smart bila kusahau simu na viatu na nguvu fulani za kike na kiume. Mtembelee Jovi Studio pale maeneo ya Morombo. Feed Force pale karibu na misikiti miwili. Huduma zake ni smart, ni safi kabisa. Sambamba pia na watu wengine wengi ndani ya Full Respect Family, washirika wa Full Respect Family ambao wamekuwa kisababisha ili seberemende lisongere mbele zaidi. Haya basi, tuna jamaa mmoja anamuita Beneza kutoka Mgagao bila kumsaini watano pale Medirani. Mosi wa Karatu Pingu na kutoka Ringa mashine tatu, Baba Akram Wanjoro Pepsi na Lugi the Great pale Mwanza Mahina. Abu Wasanya juu bila kumsoji wa Full Respect Family, Medo kutoka Mostendi, Awilo kutoka Mostendi pia na Condes Music kutoka Himo King Says Ba. Ndiko na kupatikana. Kuna jamaa mmoja anamuita Msoba kutoka Tandale na Amos Otungi Magengeni. Azaba D kutoka ndani ya Tarakia na mzee mkubwa anamuita Chapa the Donna. MK Muto kutoka ndani ya CCM Katoro na Geita kule karibu Geita kule Mwanza. Na kuna GSN anapatikana ndani ya Kumonduli karibu na Kado Grocery. Kumsao Sauli wa Kiomboi, huyu jamaa anapatikana mitaa pale Kiomboi huko saa. Pia kuna Davis Sam Studio kutoka Boma Ng'ombe. Na usiku msomzi mzima anamuita Bryson wa Karansi na mzee mkubwa huyu anamuita Willy kutoka Full Respect Family iliyoko Morogoro, Hastendi ya Manyuki wanaita Mazimbu Road. Ndiko anakopatikana. Hatimaye tunasonga mbele na sehemu ya pili, picha wanaita Love in Time. Okay, twende sambamba zaidi. Haya ni matukio tulikusha kuyapitia katika sehemu ya kwanza, na hii ni sehemu ya pili ili tuzidi kusonga mbele zaidi. Katika 0769010179 namba za Full Respect Family na zile ni 0655451079. Usiache kututafuta. Matukio ndo kama hivyo. Jamaa ameishi miaka 224, dhamani kidogo mpenzi wake aliuawa na yuko katika harakati za kumtafuta Nyambi, so anamuita TX ambaye ni vampire muda mrefu. Historia ya binti ambaye anamuita Hailam. Hivyo ni binti ambaye babake alifariki, anaishi na mama yake, anajisomesha peke yake. Amepata bahati ya kupendwa na vampire ambaye jamaa anamfananisha binti na mchumba wake ambaye alishapoteza maisha miaka 200 iliyopita. Yeye kaishi miaka 200 kwa sababu ya damu ya vampire ambaye anaishi ndani yake. Tulipoishia ni hapa ambapo jamaa alisema yeyote atakuwa adui ya binti basi ni adui yake. Tatizo la binti la kwa la kwake. Chochote kile kitakacho msibu binti kina msibu naye pia. Mtu wote asimfuate binti, alimtoa nje. Binti ambaye niachie eti hala. Hivi unajua unachokifanya wewe? Hicho ulichokifanya hapa mlizidi kunisababishia mimi matatizo. Na wakati mimi napata matatizo wewe utakuwepo. Akama sikiliza. Najua biashara yako inahusu mimi, ni kweli. Lakini usiwe mpuuzi, kila mtu akuonea tu wewe. Unataka kuonewa kila siku? Sasa mimi nimeamua kujitoa kwa ajili ya kukusaidia usipate kuonewa. Ukiendelea kuwa mpuuzi na kuficha hisia zako za ndani, watu watazidi kukuonewa. Lazima uonyeshe kitu chako cha ndani, kwamba hichi upendi, hichi unapenda. Alimwacha binti na sio kwamba anamfuata labda anampenda ula. Na hivyo tu, basi uchelelo muite Roy. Kitu na kita Love in Time. DJ Maf mitamboni wa Full Respect Family kama kawaida. Usisahau pale Kariakoo mtaa Agrey. Kila siku tunachia vigongo vikali, picha za makasha pale. Singida tuko pale Jineri na stendi ya Msufini. Arusha tuko pa mitaa Mbauda sokoni na tunapatikana pia mitaa fulani pale Ngarenaro darajani. Ni sehemu ya pili katika kitu na kita Love in Time. Siku moja binti alikuwa nyumbani. Mwenzake yuko busy anasoma toesi na sinaongea na wewe. Hivi umeshajua shida ya Roy ni nini? Nini anataka kwangu? Akabana ndio hivyo. Mimi nataka kujua mtu kwa nini ananisaidia ghafla tu, ananisaidia, ananifanyia hivi. Sasa binti akaanza kumwaza. Kwa nini mtu ananisaidia mara kwa mara? Anataka nini? Maana mimi nikicheki so type yake si mzuri, si nini. Kama kwa mtu kukusaidia kuna shida gani? Nasema lazima, kama acha na wewe kuwaza mawazo ya kijinga. Si umesaidiwa tu. Sasa katio Sam naye anakuja. Sam ana vishida vyake. Mimi sielewi. Na maana ukisaidiwa ndo unawaza. Oi. Watu wanasaidiwaga mara nyingi sana. Jamani, supu hii hapa.
Acheni ya DC. Pointi ya msingi sana ni kula. 如果係因為佢呢幾句莫名其妙嘅説話，而令到啲人唔敢再針對我， Anasema kitu alichoniambia, anasema anataki watu endelee kunionea mimi. Ndio maana 佢保護啊。 不過咧，我覺得你同佢保持 wewe kaa naye mbali bwana. Sasa nimesha kwambia kaa naye mbali. Mbasa kwa nini kaa naye mbali? Mtu ananisaidia. Mbaya kaa naye mbali, huyu mtu atakuwa na kitu anataka, so bure. Embu, angalia. Sasa ratiba inasema competition, maana kulikuwa kuna mashindano ya judo yatakaofanyika. Lakini ratiba za shule zimepanga siku moja na mtihani wa shule. Kwa hiyo ina maana hawa ambao wanashiriki judo hataweza kufanya yote mawili kwa wakati mmoja. Sama anasema inajua ni pointi tu ya Angelina, anafanya makusudi kwa sababu unajua tu wewe siku zote unapenda judo. Sasa tuache hilo. Angelina na kampani yake wamekaa, walikuwa wanazungumzia hili swala. Kwa nini Roy amemsaidia ubinti? Kwa nini anabeba majukumu ya ubinti? Nini ambacho ubinti amefanya? Mbona ni binti wa kawaida sana? Sasa aliyetengeneza zikashfa ni Maxi. Anasema nimefanya kwa ajili yako Angelina, nilikuwa nalipiza kisasi. Kwa kipi? Kwa nini sasa ufanye hivi? Kumbe issue yote, kashfa yote wewe ndio ulikuwa umesababisha. Sasa jamaa Longhe akasema ni kweli, ila sio vizuri bana. Watu wakijua ni wewe umesababisha watakucheka sana, mwanaume kushindana na mtoto wa kike, tena binti maskini kama ule, wewe una pesa nini. Inaleta sifa mbaya. Hajapenda Lolang. Mimi nimemsaidia Angelina, so wewe. Najisikia sana Angelina amechukia, amekataliwa, alafu binti wa ajabu kama ule anakubalika. Si aibu sana kwa Angelina? Binti ambaye jamaa anasema ni upuuzi huu. Huu ni ujinga. Yule mtoto wa kike hana shida yote. Kwani mtu akeko kampa na mtu kuna shida gani? Ambako huko kinyume na sisi, si ndio? Sisi tunachokitaka utaki. Sasa ina maana wewe huwezi kuwa rafiki yetu, maana tufuatani katika njia moja, atupiti njia moja. Sasa Angelina naye akaona kama vile Longhang hayuko upande wao, japo kwa na hili jambo mwanzo kulipenda. Kama sasa ni hivi, kama ututaki fuata shughuli zako. Hatuna haja ya kuwa na urafiki na mtu kama wewe. Kama na mimi sipendi kuwa na marafiki wa namna hii. Rafiki mzuri lazima mshauri mwenzake. Sasa kama mimi nakushauri unaona mimi ni mbaya basi. Sasa sawa. Mbwa na nguruwe hawezi kama mahali pamoja. Kwa fuata njia yako na sisi tutafuata njia yetu. Sawa, Max twende. Siku hiyo wakawa wamemtenga Hoilang. Kwa sababu Hoilang hakupenda kitendo cha binti kuonewa. Wakamwacha pale Hoilang. Sasa muda fulani Hoilang ametoka, naona siku hizi sasa wampe hata kampani nini. Kwa bahati mbaya huko mtaani watu walikuwa wanapigana mara kampamia. Nyi wapuuzi nini? Unaongea nini? Test alipigwa. Acha wamuoshe. Sasa binti alikuwa anapita, binti anajifunzaga judo. Kabidi amsaidie kitu. Bila kujali ni adui yako la nipiga. Lele. Isai. Alivona moto mkali. Ikabidi wasepe. Uko salama? Angelina na Max wakasepa. Lang naye akaondoka kwa kafetuliwa. Sasa kati mambo yote yanaendelea, kumbe Roy alikuwa mahali anaangalia. Alimshangaa sana binti. Alimshangaa kwa sababu kamsaidia adui yake, hiyo ni company maadui zake. Baadaye alipokuwa katika mafundisho kawaida jioni, akana muangalia tu. Binti ambaye nini, mbona unaniangalia sana? Akama anashindwa kukuelewa. Unashindwa kunielewa kwa nini? Kwa nini umemsaidia Holong? Wakati ule ni adui yako. Mbaya adui? Atawezaje kuwa adui yangu? Anasema si kampani moja na kina Angelina wale. Walikuchezea mambo ya kipuuzi wakati fulani, anasema hamna. Mimi huaga nakasirika muda ule ule na muda ule ile mambo yanakuwa safi. Katika dunia mimi sina muda wa kujikusanyia maadui wengi. Niko busy na mambo yangu ya msingi. Nisome, nimalize kusoma, nifanye vitu vyangu vingine. Mambo kujikusanyia maadui wengi utaniletea shida kichwani, nitajishindwa kufanya vitu vyangu vingine. Kwa hiyo vitu vingine huwa navipuuza. Kwa mimi ndio hivyo, perfect kila kitu, natafuta wakati sahihi, nafanya mambo yangu sahihi. Kuishi maisha sahihi ni vizuri zaidi kuliko kuishi maisha yenye matatizo mengi. Lengo langu ni moja tu, nisome vizuri, nikamilishe, nifaulu.
Kwa kufaulu, nimwambia kufaulu kwangu ni muhimu sana, na ndoto mbili katika maisha haya. Nifaulu vizuri masomo, nipate kazi nzuri, lakini pia napenda sana judo. Kwa nataka nisome vizuri judo, nijue kupambana, hata siku moja niende nje ya nchi kabisa kwa ajili ya kuendelea kujifunza vitu vingine vikubwa zaidi. Kwa binti anapenda sana ule mchezo wa judo na amekuwa akijifunza sana. Kwa akitoka darasani wakati mwingine jioni anakwenda kujifunza. Na ndio competition kesho kutwa inapitishwa hapo chuoni, anategemea kufanya vitu vikubwa zaidi. Kwa jamaa kama amemsoma binti kile anachokipenda. Sasa leo Sam pamoja na binti kabidi waje kwa uongozi ule kwa rais wa shule wa wanafunzi pale chuoni, kwamba wabadilishe tarehe ya judo competition na tarehe ya kufanya mitihani, kwa sababu ikiendana watakosa moja. Sasa wanasema mtajua wenyewe, sisi hatuwezi badilisha chochote. Kama mwezi chagueni moja, mnataka judo competition au mnataka nini? Kwanza judo competition yenu kwanza hakuna hata watu wanapenda. Kwa tuwezi kuacha mitihani. Kama unataka unaenda kapige judo, acha mtihani. Club judo club. Binti anamfanya wafanye makusudi, ni maadui. Sasa Sama akasema ni upuuzi, mmekuwa mkituonia siku zote, kwa sababu sisi tuko kwenye maisha ya chini, si ndio? Kwa hiyo unataka kusemaje? Unataka kufanyaje? Sisi tunafuata uongozi na tuwezi kubadilisha. Kama sasa sikilizeni. Mmekuwa mkitutesa zaidi ya miaka 3 sasa. Mnatugandamiza, tuko na vitu vingi mnaviweka chini. Nyie mnakuwa juu vile vitu. Sasa ngoja mtaona. Sam sasa sijui alikuwa na maana gani. Basi baadaye Sam akaandika bango kubwa, anataka afanye maandamano. Mtulie basi. Binti akawa anamzuia, anamsema haiwezekani. Kila siku wanatuonea tu. Tutaonewa mpaka lini? Miaka 3 uongozi unatuonea tu sisi. Si judo competition, sisi judo ndo kila kitu kwetu. Tunajifunza judo, ni mchezo tunaopenda. Sheria ya shule inasema hivi, kila mtu ana haki ya kuunda kundi lolote ndani ya chuo na kufanya chochote kile ambacho ni kizuri, kisivunje mipaka ya chuo. Sasa kwa nini wanatugandamiza tu kila siku? Miaka 3 tumekuwa tukiteseka, hao viongozi wanatutesa. Tutafanya maandamano, waondolewe madarakani. Pengine kuna wengine wengi tu kama hawa wanatamani waondoke. Sisi tunategemea kufika hata Osaka huko Japan kwa ajili ya mambo kama ya karate, lakini tunazuiwa. Lazima tupambane kinyume nao mpaka mwisho. Sasa hamna njia nyingine isipokuwa kufanya maandamano. Binti akatokea nyuma wao, Bi Sangtungi, na mimi niko kinyume na wewe, niko sambamba na wewe, ninakupatia vipeperushi 500 ambavyo utavizungusha huko mtaani ili kupata company. Vipeperushi 500, binti naye akaungana nao. Vipeperushi 500 ni kutafuta watu ambao wataungana nao katika hili swala la kuwagomea, kuwapinga viongozi loko katika uongozi wa chuo. Yaani wale rais wa chuo na wizara yake yote kwa ujumla. Basi wakaanza hizo kampeni. Watu wakipita ndio hivyo, unaomba company. Ghafla binti Angelina akaja na askari. Wanasema kulingana na sheria ya shule kifungu namba 2B kinazungumzia habari kwamba mnapofanya maandamano mnaweza kusababisha hasara kubwa katika shule. Kwa hiyo lazima muwe na sababu kamili. Kwa kosa hilo basi mtakamatwa kwanza. Kwa kuna askari kabisa pale wa shule. Wakasema wana sisi hatutaki kujua hiyo sheria ivunjwe isivunjwe, tunachotaka ni haki. Tunachotaka ni haki. Hawajaogopa mzee. Wanachotaka ni haki yao. Wataendelea kuitafuta keo kwamba nafasi ya wao kupewa muda mzuri wa kufanya mazoezi ya judo na nini yekwe kiratiba, kwa sababu ni sheria inaruhusu. Naruhusu kabisa kuandaa mchezo wowote na kutafuta kampani. Na mkaendelea kufanya vile kila baada ya muda na mpatio muda maalum kulingana na ratiba za shule. Sasa binti ameboeka sana. Angelina mwenzake anamtia moyo, usijali. Wapuuzi wadogo kama hao wasikufanye ukaboeka. Sawa? Hamna kitu tutafanya, tutawadhibiti tu, ni wadogo kwanza, hawana uwezo mkubwa. Sasa unajua naye pesa pia. Kuna goga pia ni waandishi wa habari na vitu vingine vingi tu. Sasa wanajua wana namna kuwadhibiti. Basi huko wanaendelea na utaratibu ule kutafuta company ya kumpinga Angelina na tups yake. Walimleta bwana mmoja, huyu jamaa asema ni mwandishi wa habari. Anasema mimi nitawasaidia, chuo kizima kitafahamu
na yani mtapata company kwa namna hii, watu wengi wataunga mkono na mambo yataenda safi. Yes, wanapigania kitu chao. Mchezo wako kiupenda na unaona kwamba una masuala, alafu kuna mtu anaudhibiti, basi inabidi upambane. Wakapiga, akawa amepiga zile picha nini. Sasa nasema nafikiri itakuwa ni vizuri sana. Kama na binti atavaa mavazi fulani hivi afu nimpige picha na yeye. Na tutakuwa na plan B pia. Mara akapata simu. Samani. Oh, Daily News. Okay, mna shida. Alishaongea na baadhi ya waandishi wa habari wengine wakubwa. Lainam. Sasa ili picha tuweze kuziweka kwenye magazeti vizuri. Ukiwa umevaa hiyo nguo haitaleta maana kubwa. Mvaa ile t-shirt ile ya yenye maandishi ya kuonyesha kwamba ninyi ni wanaharakati mnaotaka kumdondosha Angelina. Kivaa itakuwa vizuri nipate picha zenye uhalisia. Binti akavaa. Sasa anampiga picha. Samahani tusaidie kusaini hapa. Sasa nguo binti jezoea kuvaa. Maana mpiga tu picha. Angalia huku. Angalia huku. Jamaa anawaza moyoni mwake asi mtoto wa kike huyu. Kumbe apigi picha. Sasa kumbuka jamaa wangu ana uwezo kujua mtu anachokiwaza ni Rosi, akaona mpuzi anamuwazia binti vibaya. Yaani anamtamani manake. Akachukia. Kamata, piga. Uko salama. Binti anashangaa wewe una shida gani? Unanipigia unaniambia kamba mpuzi wewe. Unataka kuandikia habari au unataka kumwandikia mtu habari? Hizo picha unazopiga, kwa nini unampiga binti kifuani zaidi? Hemto, Samu, ngoja nione. Samu anampenda binti. Ngoja tuone. Check hizo picha zote yani. Style anampiga binti wakagundua. Pewa. Abe jamaa, si mlitaka niwasaidie, sasa ndo mnanipiga, mtawasaidia kama utamsaidia na niyo. Toka! Kumbe wametumwa. Ametumwa na Angelina makusudi. Ilikuwa ni habari zingetoka kwenye magazeti, ilikuwa ni kumdhalilisha binti. Potea! Ngoja mtaona. Oya. Leo Ben. Nini mnachokifanya hapa nyie? Binti ambazo jamaa Samu anambia inakuhusu nini wewe? Na shangaa kama vile mnapoteza muda. Hichi mnachokifanya mnapoteza muda. Akamba bwana usituingilie. Sisi tunajua tunachokifanya. Huwezi ukafikiri watu wote wako kama wewe. Binti ambaye ndio fuata shughuli zako bana. Tutamtafuta mwandishi wa habari leo mzuri atatuandikia hizi habari. Kamba sikilizeni. Unajisumbua bure. Mnapambana na mtu ambaye ana pesa na uwezo na kila kitu. Nyinyi ni watu wadogo tu. Hamtabadilisha chochote, muda mwisho wa siku mtajikuta mmepoteza muda, mmedhalilika na mambo yabaki pale pale. Kama nafikiri watu wote na moyo kama wako ukata tamaa. Sisi hatutakata tamaa. Tutapambana kwa namna hii, tutatafuta waandishi habari, tutaandika habari zetu na nini, mambo yataenda safi, tutajulikana na haki maalum zilizopotea kwa miaka mitatu zitarejea tena. Na sio sisi tu, na kwa wanafunzi wengine kama sawa. Lakini light mngelijua kuna njia rahisi tu kufanya haya, mngefanya hivyo. Haya mngeachana nayo. Binti ambaye tuache bana. Tuache kabisa. Usituboe sisi bana. Tumeshateseka sana mpaka kufikia hapa. Usituboe, tuache. Tumekuwa tukizuia competition, imechanganywa kila ikiwekwa competition inawekwa wakati wa mitihani ili tusipate wanafunzi wa kushiriki. Mazoezi hatupewi muda maalum wa kufanya mazoezi. Hatupewi chochote, tumebanwa kila mahali. Sasa tutafanyaje? Lazima tuhakikishe kwamba judo competition, masuala ya judo inapitishwa. Nafasi hiyo tunaipata bila usumbufu. Sasa majira ya mchana jamaa wangu amekaa zake, mara anapiga juisi safi, anasoma gazeti. Maisha kwake ni safi bwana Spencer. George Spencer. George Spencer ana kweli. Sasa mara jamaa amekuja Roy. Hoya, vipi? Inaonekana kuna jambo linakusumbua Niambie basi. Cheki. Kamcheke kwenye ubongo tu pale shap kwenye ubongo kutunza kumbukumbu anachota pap. Aishajua jamani nini kinamsumbua. Sasa kamba mpuzi umechukua vitu vyangu umechukua hisia zangu kamba. Najua nini kinachokusumbua. Lang ndo amekupa shida. Umepoteza mudi kwa ajili ya Lang. Lakini ongera kwa hilo tu, unaonyesha wazi kwamba yule binti unampenda.
要激嬲你已經，仲要係 Maana kama umpendi usingeweza kuwa na hasira. Hasira zote kwa sababu unampenda, kuna vitu unataka afanye lakini hafanyi, kwa hivyo vinakuumiza. Safi. Sasa binti alikuwa akiendelea na yale mambo, wanakula pale pale, wanalala kwenye ile hema pale mpaka pale haki yao itakapopatikana. Hawakati tamaa. Wanampinga rais wa shule, rais wa chuo. 你會佢有冇讀點？你即係話我哋可以盲得講你啦？ 唔係，我真係話而家喺我哋心裏邊已經鎖定目標有個方向。 Mimi sielewi vizuri target itakuwa nini, lakini haina shida. Tutapambana mpaka tukisha kwamba maeneo safi. Tumeshajaribu kutafuta baadhi ya waandishi wa habari na wameamua kutusaidia. 約咗另外一間。 Ana appointment na mwandishi mmoja wa habari. 你守住。 Basi wewe nenda. 使啦，你翻去瞓啦。 Sam anasema atakwenda. 哦，如果冇人喺度，佢以為我哋放棄，轉個頭插埋我哋個營咁點啊？無論幾家人都好，我哋都要撐到底。 Hiyo hata isiwe, tuhakikishe kwamba ile jambo kila mtu anajua. Sasa pale pale amekuja 我可唔可以做你同 Sam. Nasema jamani, naombeni mnisamee, ila mimi nataka mnifundishe judo. 玩㗎？我認 Huyu alikuwa rafiki yangu na kina Angelina, alishawachaga. Na bwana, naombeni mnifundishe judo. 一年時候幫 Nimejifunza boxing nini kwa miaka miwili, lakini sioni faida, napigwa tu na oneo. Sasa mimi naamini judo 兩個啦， itanisaidia. 更加 Naombeni jiunge na nyie katika hii timu. 呢兩日 Nataka kujifunza judo. 之前想學 Juzi tu hapa siku mbili zilizopita nimepigwa kama mtoto mdogo yani. Ningekuwa najua martial arts, haya yote asingenikuta. 喺度懶醒，抵我受教訓㗎，所以我決定從頭嚟過。 Ndio maana nahitaji kujifunza kutoka kwenu. Tafadhalini nisaidieni. Kama lakini sisi hatujawa walimu wa kutosha kufanya hivyo, na sasa tuko kwenye matatizo. Anasema ijalishe, nitaungana na nyie. 做個堂堂正正嘅男子漢。 真係咁 Ila tunaomba radhi kwa hilo kwa sasa. 時間啦。 Kwa sasa pia hatuna muda. 我哋依家咧為柔道部嘅事已經好。 Wewe nenda bana, tutajidiscuss kwenye judo club alafu tutakupa taarifa. 唔該你拍人檔唔好阻你晒好冇？ Na usitusumbue sasa hivi tuko kwenye issue nzito hapa, tunapambania mambo ya msingi. Kabla mna shida, naondoka ila mkumbuke nahitaji msaada wenu. Sawa? Nitarudi tena. 佢認真㗎？ 佢出咗名貪玩㗎啦，咩 Sasa namshangaa jamaa, 神神化化咁。 lakini wakaona ni vizuri. Kwa namna hii inaonyesha kwamba kitu chao wanachokigombania kina maana kubwa. Sasa radi ziko zinapiga, mawingu wamefunga, mvua ghafla ikaanza kunyesha. Wakaingia kwenye kahema chao. Mara hema inavujaje? 流水啊！ Yeye. Ngoja. Leta ile gundi. 嚟， Mvua imeanza kupiga majira hayo mzee. Pia 唔得啩？ 冇問題啦。不過啲嘢做大啲咧，記住翻屋企喎。嚇 OK。 basi binti jamaa baadaye Sam akawa ameenda kwa mwandishi wa habari. 飛緊車過， Anaongea na yule director. Jamaa iko busy, ni simu nyingi nyingi tu zinakuja. 你影住先咯，唔係咁都要。 Hii kamera nini, hamna shida. Okay. Amesema unanikumbuka? Ndio. 你翻去先㗎咯。 Asa niko busy kwa sasa, nenda nitakupa taarifa. Naomba jamani nielewe bana, tunazidi kuteseka. 就算你等， Sikiliza nikwambie. 都未必得閒嚟你㗎。唔係啊，sorry。 Sasa ngoja kwa simu. 係。 Yaani mambo ni mazito. Watu hawako tayari kuwasaidia kwenye hilo. 係應應清楚。 Inaonekana kama vile ni upuuzi fulani. Unajua jambo lako unaweza kuwa kwako lina thamani, lakini mtu mwingine akalichukulia tu la kipuuzi, halina maana. Basi hata hivyo siku hiyo mvua ilikuwa inapiga sana toka wakati ule mvua imenyesha. Sasa jamaa anatembea na hisia za binti, maana anampenda sana Hailam. Kwa anapata zake kinywaji taratibu, lakini huwezi kuamini. Anapata shida, maana binti kwa sasa hivi iko mahali anateseka. Kwa jinsi binti anavyoteseka, naye mvua naye anaelewa kwamba binti sasa hivi iko mahali anateseka. Binti kwa ile hema mpaka sasa hivi huwezi amini. Nakwambia hema imepigwa magundi kila mahali. Cheki, magundi inavuja. Pigwa na mvua inanyesha ya hatari. Wanagombania kitu ambacho hawategemea hata kama watafanikiwa. Jamaa usingizi umekataa kuja kabisa. Cheki majira ndo hayo. Saa 3 inaelekea usiku, bado binti yuko pale pale. Subiri mvua ikatike ndo aende nyumbani. Baridi. Mwisho imezidiwa, ikabidi alale hapo chini.
Jinsi binti anavyoteseka jamani, anateseka vile vile, maana anaenda na hisia za binti. Ni mwanamke ambaye ana sura ya mwanamke alishakuaga mpenzi wake miaka 200 iliyopita, baada tu ya kuwa vampire. Maana alipokuwa binadamu wa kawaida, alipokisha umri wa miaka 24 ndo akakutana na dhoruba, akapata advantage ya kuishi miaka mingi zaidi. Ilibidi ya white chap kuja kumsaidia binti, na binti amekata moto, amezimika. Hela binti Helam ampoteza fahamu kwa sababu ya mvua ile, mpigwa na baridi mno. Yes, ni love in time baba. Basi ilibidi amchukue tayari sasa kumpeleka, alimpeleka hospitali kama ilivyo desturi. Kafanywa vipimo vyote nini safi. Baadaye simu ya binti naita hello. Kabidi jamaa mpokea, na binti amelala. Uko wapi kwa paka saizi? We nani mpokea simu mwanangu? Wewe nani mpokea simu binti yangu? Mama analeta noma kwenye simu kweli. Maana amesikia sauti ya mwanaume kwenye simu ya binti yake. Mara binti toka ule usiku wa jana saa 3 ilibidi alale paka siku nifuata asubuhi. Kwa mama ameshtuka akaona unalala binti yake mpaka asubuhi, shida imajanga. Sasa binti anakuja kupata fahamu asubuhi, anashangaa, ala, mbona nilala kwenye hema? Mbona saizi niko hapa? Mjomba amemtendea binti wema. Kakurupuka. Nani kanileta hapa nauliza? Anaambia ulibakia kidogo ungelikufa. Binti ambaye ndo nilete hapa kwenye stali ya gharama namna hii, ungenipeleka kwetu. Akaambia kila kitu kimeshafanyika, shalipa gharama. Kwa nini unapendaga kunisaidia? Hizo pesa nyingi mimi nitakulipaje? Hizo pesa zote mimi nitakulipaje? Acha. Binti anapenda pesa. Hizo dola zote mimi nitatoa wapi? Dola 40. Mimi pesa yangu wenyewe ndio hiyo. Akaambia nyamaza bana, nishalipa kila kitu, kwa usipige kelele bure hapa. Tulia, nataka kuondoka. Kama tulia. Sasa kati mamake ndo amekuja, mamake na binti. Tulia. Kama hali mama anasikiliza maongezi yanaendelea. Unachotaka kufanya ni nini? Kama saa mawili hapa baadaye ukishakuwa vizuri uondoke uende nyumbani. Kama ni swala la pesa kila kitu hospitali ishalipa. Na kama nataka kuondoka nenda, sitakuzuia. Mara mama alivyosikia kajua ni kijana mzuri. Huyu ndo Roy jamani. Ndo amekusaidia, ndo wewe ndo ulipokea simu binti yangu saa ile. Mama akajua ni mkaka mwenye pesa, maana sasa ameona anavyo maongezi anaongea na binti yake ni maongezi mazuri. Ase akampenda sana. Ase asante sana jamani. Nilielezwa kwamba unasoma darasa moja. Asante kwa kumsaidia vema. Hakika wewe ni kijana mzuri sana, na huu ndio urafiki mzuri ambao sisi hata wazazi tunaupenda. Unaona hadi mkono wako na baridi, umemtunza rafiki yako usiku kucha jamani, nashukuru sana. Mama ni muongeaji huyu, ana maneno mengi. Asitende kwa ajili ya baridi, tuneni nyumbani ukapata tasupu. Akaambia hapana. Asante. Mimi naondoka anti, kwaheri. Kamuita anti. Mama samani, mimi sina mahusiano yote na naomba tena samani. Sina mahusiano nayo yote. Kwa mimi nimesema na mahusiano nayo yote. Mimi nimemshukuru jinsi alivyokusaidia. Kijana mzuri namna hii. Niache bana mama, mimi sipendi. Wala usimuongelee kabisa. Okay, sawa, haina shida, simuongelee. Lakini kilichopo si lazima kizungumzwe. Haya, mama amekuja na chochote. Binti anasema kwamba nimepimwa limonia ninayo kwa ajili ya baridi. Kamba sasa usipende tena ukaa kwenye baridi. Cheki nywele zako zilivyoharibika. Ngoja nikutengenezee. Najua unasoma kwa shida. Lakini pia ukumbuke kuikia nafsi yako. Sio tunajiachia wakati wote. Sintunge nieleza kila kitu ana. Sasa twende, Sintung kule ameandaa supu. Ngama mama, nakupenda sana. Naomba nikukumbatie kidogo kwa muda. Haya, binti ndo mama yake mzazi. Wameachagua wawili tu hapa duniani baada ya babake na binti kupoteza maisha zamani. Sasa twende basi ukabadilishe hizo nguo. Hata hivyo muda nao umeisha. Mama naye afanye shughuli zake ndogo ndogo mali. Twende. Usisahau kunywa supu ya kamba sawa. Kishamaliza kunywa supu basi. Hasa mama anatoka na wahi kwenye shughuli zake. Sasa iko njiani na cheki gari.
Kwa bahati sasa Roy naye alikuwa anapita njia hii. Kampiga mkono, hey, please, sorry. Naomba lifti. Hey, mama ni maperere huyu. Hey, samani jamani, naomba tu niache hapo mbele basi, nataka nilikuwa nasubiri minibasi nimekosa, lakini niache hapo mbele. Kwenye station moja ya basi pale kubwa. Basi ingia twende. Sasa kwenye gari story tu. Nashukuru sana kwa kumwendo binti yangu vizuri. Unajua unatakiwa kuwa mkweli kama mimi yani. Sio rahisi mtu kumwendo mtu hivi bila sababu, lazima kuna sababu fulani tu, so bure. Na nachomjua binti yangu bwana, kila anachoamini ndicho. Na atakagi mtu ampinge, ndivyo walivyo. Kwa wakati mwingine ukionaona tabia zake fulani zikupendeze inabidi umvumilie, ndivyo alivyo. Toka alivyokuwa mdogo ndio tabia yake. Anasema baba yake alipoteza maisha muda tu kidogo. Kwa kipindi chote nimekuwa nikimwangalia mpaka hata leo. Sasa stories zimekuwa nyingi kweli. Sasa kati mama anazidi kumhadisia jamaa hadithi ya binti yake utotoni mpaka kufikia hapo alipofika, tabia zake na alivyo, ili jamaa apate kumsoma vizuri. Anampeleka jamaa mbali sana. Anakumbuka mbali mno. Miaka 200 iliyopita, enzi hizo kabla kijiji chao kijavamiwa na kusambaratishwa mbali. Alikuwa na pete aliandaa kwa ajili ya kumvisha mchumba wake. Arakaja msela wake mmoja, sasa vipi, pete nzuri sana hii. Nikamwambia usiguse bana. Hii unataka kumpa situ usiku wa leo? Anasema anasubiri mwezi ujao utakuwa ni birthday yake. Nataka nimvishe siku ya birthday. Sasa kuna nasubiri paka mwezi uishe? Anasema siku ni siku muhimu sana. Na ikipita sitakuwa na siku nyingine tena, naomba paka mwaka mzima upite. Ni mawazo tu paka mama ameshashuka nini. Yeye jamaa anawaza tu kwamba kabla hajamvishaga binti ile pete ya uchumba, ndio ile siku alivamia TX kijijini kwao. Watu wengi waliuawa na hata mwisho wa siku mchumba alikufa, binti ambaye alikuwa anaitwa CUC. Kwa akabaki hivyo paka leo. Sasa tunakuja chuoni. Jamaa kulingana kile kilichomsibu mtoto wa kike wanamuita Heilang kazimia, yote ilikuwa ni maandamano. Sasa ili jambo akaamua kulivalia njuga peke yake. Akamfuata Angelina. Akamwambia sikiliza, naomba ombi moja tu. Judo competition itengenezewe muda wake na mtihani muda wake. Sasa baadaye alimoja tu kwa sababu binti mwenyewe anamuogopa jamaa na muheshimu. Hakuwa na budi, libidi tukubali. Sasa baadaye Sam ndo anapata habari, vipi ilikuwaje? Anasema niko safi na cheki nimepona, sina shida. Daktari amesema kesho nitaenda nyumbani. Ni kesho atatoka hospitali. Ulipataje hizo habari? Ulifanikiwa kurusha zile habari zote? Anasema bana, watu waandishi habari wako busy. Sasa nikapata hofu sana jana, kumbe nilikuacha pale na mvua ikakunyeshea. Ngoja kupata habari kwamba unaweza hospitali mbali, lakini usijali. Pamoja na yote alijitokeza, hatuwezi kukata tamaa. Sasa ana habari kwamba jamaa kule ameshalisolve ile tatizo, nimekwisha. Hamna shida tena hapo. Wakati ule sasa na ule rafiki mwingine amekuja. Wanamuita Singtongi. Safi, binti alidhurika kidogo na mvua. Yes. Haya, marafiki sasa wameongezeka mkoani wanne. Na Hong Lang sasa naye siku hizi kaungana nao. Kaachana na kina Angelina. Taarifa nazoleta ni kwamba huwezi kuamini, tumetengewa muda maalum wa kufanya mazoezi ya judo. Nani tu maamuzi yametoka ghafla, ni pasipo maandamano. Kwa habari ya kuandamana tena imeishia hapo. Samu kashangaa. Kwa mambo yamekwisha, tutafute camp moja safi ambayo itakuwa ni camp automatically ya sisi kujifunza judo na kwa ajili ya maandalizi pia judo competition. Basi walifanikiwa. Kwa hakuna tena kuandamana wala nini, mambo yamekwisha. Kumbe yote ni jitihada za mtaalamu wanamuita Roy. Dogo anasema na mimi natamani kuungana na nyinyi jamani, natamani kujifunza judo sana. Natamani sana kujifunza judo. Okay. Karibu siku na judo club. Alifurahi sana. Heilang sasa naye ni miongoni mwao. Wamekuwa mabesti wanne. Kampa anazidi kuongezeka zaidi. Sasa kwa mkali bwana Roy, asubuhi anajiandaa tayari kwenda shuleni. Spencer akaingia. Vipi leo unakutana na Heilang?
咁你唔去接 ameshatoka hospitali. Ambaye ndio ashatoka hospitali. 累到人受傷，累到人冇咗份。 Mimi sipendi binti aumie, ndio hivyo tu. Wewe unamjali sana ubinti, usiniweke tu wazi nipate kujua. Sina sababu ya kuuliza maswali mara kwa mara. 你唔係見死不救，即係你仲有得救。我冇 Sio vibaya, maana mara zote umekuwa ukimsaidia nini, unampenda sana Helen. 再次投入呢個世界。 Sasa hakikisha unazidi kuwa naye karibu zaidi. Yep. Usikae mbali na hisia zako, sawa? 我唔會改變我嘅決定。 Sasa bwana, mimi siwezi badilisha mawazo yangu, mimi niache kabisa. Haya. Chunga. Sasa sikia, 我會等。 muda umebakia mchache tu, kusubiri kidogo. Sasa siku hiyo kuna mtu mmoja alikuwa anapita kwa manyoya porini. TX kamtamani. And TX akitaka kufanya kitanakaa kwenye mapango, alipita na mtu chap. Dakika 2 tu kapita naye. Ile shilingi yake iko kule. Wanagundua ni TX, wanawahi katika eneo la tukio. TX anamaliza watu bala. Sasa katika msitu huo siku hiyo, binti amechukua timu yake ya wale judo wa kujifunza masuala ya judo, wakapata jumba moja huku, watalifanyia usafi ile jumba, watoka kufanya mazoezi siku zote. Wako na wanafunzi wengine wageni ni waoga kweli. Mbona huko kuna tisha namna hii? Kuna mawingu, kuna tisha tu. Anasema ndio hivyo, msijali. Hamna sehemu rahisi. Kila mahali lazima kuna kaugumu kake. Kwa lazima tuondoe ugumu tuweze kuona mambo rahisi. Twendeni. 10下好似貼切啲哦。 Wakaingia kwenye lijumba, ile shule ilikuwa ni darasa sijui nini, ni ina sehemu kubwa. Sema kuchafu, ni jengo ambalo halijatumika muda mrefu tu. Haya, sasa ghafla, hey! Damu jamani, damu. Kama damu kitu gani wewe? Huku sporini. Wanyama wanaweza kuwa wamengatana wao kwa wao. Asi hapana, si hatuwezi. Binti wengine ni woga, si hatuwezi kubaki hapa jamani. Njoo tufanye usafi hapa, ndo mahali patakopa kufanyia mazoezi yetu ya judo. Asi hapana. Sisi mimi na appointment mahali. Hao watatu wakaisha zao. Waliogopa sana, achana nao bwana. Si tuendeleeni. Mimi sitarudi nyuma. Hailang anasema mimi sitarudi nyuma, mimi nitakuwa pamoja naye siku zote. Basi wakafanya usafi pale, pakakaa vizuri. Kwa ajili ya kuanza mazoezi. 冇辦法㗎，佢唔睬我咪唔睬我咯。咁啊，我而家同你哋一齊啊，都好開心啊。 Anasema furahi sana kuungana na nyinyi. Sasa wakati endelea na mambo kama kawaida, kuna mtu alikuwa anapita, ni hatari. TX iko maeneo haya. Wakati wataalam sasa, Spencer pamoja na Roy wameshafika hapa. Walihisi kuna tukio limetokea. Wanafika wameshachemsha. TX ameshakula mtu mmoja ameuawa. Sasa wakajua anaweza kula mtu mwingine muda si mrefu. Wanaanza kumfuatilia TX iko kuna gani. Wanakona kwa hisia, kila mtu akapita njia yake, Spencer njia yake, Roy njia yake. TX iko maeneo haya yako na watu wanne huko ndani. Ni hatari TX, usipime. Hello. Ikadondosha nani ya binti akaifuta pale nini? Hiyo nguo ni yangu bana, chana naye, ambaye haina shida. Niliondoka nayo hospitali, Roy aliniachia nguo. Jamaa akachukia. Basi ushamaliza kufanya usafi, kesho wataendelea na mazoezi kama kawaida. Sasa wewe sema jamani, nasikia njaa kweli yani. Tukitoka hapa twendeni mahali tukatafute chakula. Kama si nyinyi ndeni, mimi napeleka nguo ya Roy. Alafu tutakutana mahali pa kupata msosi. Kwa binti ile nguo ambayo ilifadhiliwa na Roy kule hospitali, akaamua kuichukua ili kumrudishia Roy. Sasa akiwa nje na baskeli yake, anapita sehemu ya hatari mno. Walishesi liko jambo laweza kutokea mzee. Wanamtafuta TX. TX ni balaa kwa muda mrefu mzee. Wako speedy. Ghafla. Hello. Binti ana habari. Anafuatiliwa nyuma mzee. Alala. Ate. Ghafla kabla hajaguswa, sijui nini kilitokea. Hiyo ni sehemu ya pili katika kitu nakiita Love in Time. Usikose sehemu ya 3 ya picha hii ili kwenda kujua mambo jinsi yanavyokwenda kujiri zaidi. Ni habari ya Full Respect Family kama kawa DJ Murphy. Hapa sehemu ya 3 tunaunganisha ili tuweze kupata vijimambo zaidi.